umbali wa zaidi ya kilomita 75 kutoka ndani ya jiji la Zanzibar, ambapo pia ndio makao makuu ya Bantu TV. Takriban saa moja na robo tumeitumia kwa usafiri wa kawaida kabisa, usafiri ambao wanaotumia wengine, kutufikisha hapa Makunduchi, ambapo tunakuja hapa kumtangaza ama kuzungumza na wabantu wenzangu. Ukipita njia unaelekea Mzuri, lakini ukipita njia ya pili yangu unaelekea Kajengo. Sasa sisi tulikuwa hapa Makunduchi mjini, tumezungumza na wabantu, wakatueleza nini jambo ambalo linapatikana huko. Wabantu wa huku wanafanya nini? Kwa zaidi wametupeleka pia mpaka kwenye mapango. Unajua wewe? Basi keti nami. Mimi ni Master E. Nitakupitisha kote huko kwa wabantu kutoka huku Makunduchi kwenye asili ya wabantu. Keti nasi. Endelea kubaki hapo hapo. Kama una lolote la kuchangia, share nasi kwa nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi inayopita hapo kwenye screen yako. Salamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salam. Heri kaka. Safi tu, kwema. Habari za siku? Salama. Kwema ndugu yangu. Umekutia. Hii hapa unafanya shughuli gani kwanza kabla tujaendelea na maongezi yote? Wanaonaga kushana no mchanga. Huu ni mchanga. Huu mchanga. Mbona uko mchanga tofauti na michanga mingine? Mchanga wetu wa pwani tunaotumia kwa ujenzi. Unaotumia kwa nini? Kwa ujenzi. Ujenzi mchanga una chumvi. Unakubalije saruji? Hiyo kunayona. Huo mchanga wetu wakae. Kwa hiyo unachukua tu moja kwa moja, hunaga ujenge, maana kunaga utua sehemu uvate upepo wa kijijini. Kwa hiyo mchanga huu pia ndio uliojenga nyumba hizi? Ndio ujenga nyumba hiyo, mchanga huu fresh. Sawa bana. Habari. Kwema kabisa, habari za huku? Salama. Hii inaitwa Makunduchi gani? Inaitwa Makunduchi Cottage. Makunduchi Cottage. Cottage. Sawa. Naomba tuingie ndani tuzungumze basi. Karibu. Asante sana. Odi. Bibi Odi. Umekucha? Umekucha. Weza hunju. Kwema. Haya, mgeni wangu. Haya, karibuni. Bibi. Shikamoo. Babu mzima. Salama, habari za asubuhi? Kwema bibi? Kwema. Habari za hapa? Kwema, karibu. Asante bibi yangu. Karibu kitako. Asante bibi. Tugonge Usumba. Unaitwa? Usumba. Usumba. Bibi, Usumba kazi yake nini? Kazi yake kujengea nyumba, kutenda mazuria. Ndio kazi yake kubwa. Sasa bibi, huu Usumba nyumba unajengaje na mazuria unatengenezaje? Hebu tupe hiyo elimu. Nyumba kunayo na hiyo. Ndio jengewa ya majiti tena yafungwa javino na wao kunaona. Ndio navyojengewa Usumba. Kwa hiyo ukishatengeneza kama haya, kwa wanaokwenda kujengea nyumba wanakuja kununua huu Usumba. Wananunua kamba. Wanatenda javino. Kuyono. Ndio. Kaugesa kwa tenda javino. Ndio wananunua kamba. Kakuja mtu kana pima kana nunua jeno. Haina nyingi. Ndio. Ndio kazi yake ya Usumba jeno. Aya, hii ni kwa ajili ya kujengea nyumba, lakini kazi nyingine? Kazi nyingine kutandia vitanda. Vile vya kusuka vile. Unatendewa Usumba. Bibi Selima, wewe kazi hii umeifanya kwa muda gani? Ino nyitendeta ukanyua mwana akele na alelegwa kwetu. Tena mzee wangu kazi yake ino. Kana minjo nchuku mahazi ya ulezi. Ndio kazi kubwa ino. Na ukishatengeneza kama hivi unauza kwa kiasi gani? Ino pima shilingi 100. Ile pima japino shilingi 100. Ndio inavyokuzwa. Lakini wewe haya ambayo yanatengenezea Usumba na wewe unayanunua au unakwenda kuyaokota tu mwenyewe? Ndaha ya ukota. Ndaha wapa kututi. Kwa hiyo inabidi unatembea sehemu nyingi sana zenye minazi. Ndamuyuni. Ndio nakokwenda hata huta. Sasa bibi, haya yaishi kwa sababu mpo wengi ambao mnatengeneza Usumba. Kila mtu na wengine wananunua, mie ndaha ukota. Kununua uwezo sina. Hayaishi huko mnakoyaokota?
kila siku watu wanakuiba. Kila siku watu wanakuiba, tatwenda tukatafuta. Na vano tujija na kwenda sikayo makumbi. Ndio. Tena njo yano. Hayana kuisa. Kwa siku bibi unaweza kutengeneza kama mangapi haya? Kutengeneza jaje? Yaani kutengeneza usumba kuponda ponda kama hivi. Njo tauka umegonga huo, kunaona? Huu umegonga tangu asubuhi. Tena uno hata time hizo na maliza. Uno nanasi mengi. Na kwa siku ukiuza sasa unaweza kupata kiasi gani? Ya siku moja 1500. Na watakula vya huo. Na bibi, wateja wako wakubwa ni watu gani? Wanaonunua kamba? Haina wateja, Mtwara wiye tu. Dari haina soko. Sawa. Bibi Salma, tuongee kitu kimoja bibi. Wewe una umri gani hadi leo? Mie na miaka 60. Ngoja nisogee karibu hapa nizungumze na bibi yangu hapa. Sasa bibi, niambie mila na desturi za watu wa Makunduchi huko. Tuanze kwa mfano, mimi kijana nimekuja Makunduchi, nataka kuchumbia, nataka kuoa, natakiwa nifanyeje? Kuoa? Ya kuoa mba mwanamke akutake yeye. Mpaka mwanamke akutake yeye mwenyewe? Asipokutaka na wewe unampenda? Tena mtihani je huo. Ye bagumu tu. Aya, sasa kwa mfano imetokea tayari mimi nimempenda msichana na yeye amenipenda, tumekubaliana. Natakiwa nifanye nini ili niweze kumpata mchumba aje kuwa mke? Nawe mchumba kwa kwanza kwenda posa kwao. Kuna hapa Mshenga. Ya kwenda kwao kwenda posa. Wazee wadumu njo kujamuoa. Hawali dumba njo mtihani. Kuvitambu. Ndio. Wakadumba njo kuchawa, hawali dumba njo humkutu. Wewe unaweza ukampenda binti mkakubaliana na kwao bado wakakukataa. Kwa watu wakakataa, tena wakakataa njo mtihani humkutu. Sasa kwa mfano na nyumbani kwao wazee wake wakikubali, umeshatoa posa, nini kinachofuatia hapo? Kinachofuatia njo hausi mida mkumela vya pesa za posa. Linafuatia hausi tena itendwe hausi. Ndio. Ndio ja hivyo. Na watu wa huku Makunduchi, mahari inatakiwa upeleke nini na nini na nini? Mahari kuna lavya unazochinjiwa mamilioni 3 au milioni 4 njo pesa zinazochakwa. Heya baadhi ya watu wachakwambia ununue kitanda, ununue godoro, ununue dressingi, wengine beja mie chakwambia unke pesa. Maana ukaja ukamwacha Yulia vile vitu kaja mwambia viache yako. Inaja sawa sawa na zilo. Ndio. Heya ukaambia pesa vyo kuchaja dai pesa zako kwa sawa ulikukwa basi. Ndio. Vitapo. Ndio mila ya kuno kuoa. Na kwa binti anapokuwa amefikisha umri ule wa kuitwa binti, sasa umri ule wa kuvunja ungo, malezi yake pale, nyinyi kama mabibi mnamlea vipi binti na mnamtengeneza vipi kuja kuwa mke? Yulia malezi yake ujitahidi na ulia ulezi. Kuvitabu. Maana usipojitahidi bahati mbaya. Kaja kutwaka na mimba, kaja kutwaka agwiwe. Kuvitabu. Ambo yenyewe ndio jaya mtihani. Haya, mtazamaji wa Bantu TV, niko moja kwa moja Makunduchi huku, nazungumza na Bibi Salima. Bana, Bibi Salima huyu ni mjasiriamali, lakini yeye pia ni fundi. Hapa anatengeneza usumba. Huu ni usumba bana. Anasema yeye mwenyewe anakwenda anaokota kule maporini kwenye minazi kule, alafu anakuja na utengeneza kama hivi unavyoona. Huu usumba kwa vyo pwani. Unazikwa pwani. Ndio. Muda miezi 7, mwaka mmoja, ndivyo. Bibi, nataka uniambie kuhusiana na mwaka kogo. Unieleze mwaka kogo ni nini? Mwaka kogo jambo la asili, jambo la furaha. Mitambo. Ndio. Asili, furaha. Ndio. Tena watu wanakaa wanapigana. Ndio mwaka kogo. Kwa nini unapigana? Ndio asili tu. Wanapigana makoa ya gomba. Ndio. Sauka kale. Wanajengwa kibanda nzuri. Ndio. Kikesa kinatiwa moto. Ndio sharia mwaka kogwa. Tena kulia kibandani unagapelekwa chiano ili mambo yajiabia. Ndio. Wapelekwa chiano ndio sharia mwaka kogwa. Ndio mila zake.
Bibi, niambie kitu kimoja. Kwa nini ndoa nyingi za vijana siku hizi hazidumu tofauti na nyinyi? Vijana wa leo hawana chaka kuliliwa wipo. Vitambo. Na anakelewa leo maisha yao sivyo ndivyo Jasu wetu vyoishi. Vitambo. Ana mwana akele kati ana wanaume watatu. Kati atambwa kama yule. Ndio jai. Tena ndio wengi wa hawanaishi. Sasa wewe unawashauri nini bibi mabinti ambao wanakutazama sasa hivi? Mwana akele hata kama kumfundishi wakati kati nia. Huna vya kumpenda. Ubahati ketu kwa dunia leo. Vitambo. Ndio. Maana anakele wakorofi sana. Kwa mtu kuna mchoweza kana ngahana habari nawe. Ndio. Ashughuliki na mengine. Ndio. Ya ndio tukae nao. Sawa. Bibi, mimi nakushukuru sana. Asante sana, tutakuja siku nyingine kukutembelea. Aya, asante. Aya, asante bibi. Twende salama ufike sawa. Asante bibi yangu. Karibu. Asante. Nimepata dua hizo bana kutoka kwa bibi yangu, Bibi Salima hapa, ambaye leo tumemtembelea huku Makunduchi. Lakini itakuwa sio heri wala sio vyema kama sitaenda pia kupiga story na mwenyeji wetu ambaye ametupokea huku Makunduchi na kuzungumza naye mawili matatu ya Kibantu. Tuwafahamu kutoka huku Makunduchi. Huyu bwana yeye atajitambulisha mwenyewe jina lake bwana. Bwana nikae hapa au tusimame bwana? Ukae kitako. Karibu kitako. Bwana unajua mambo bwana, lazima uombe kibali bwana. Unaweza ukajikuta unakaa alafu ukashindwa kusimama. Ukae kitako. Bana, nasikia huku Makunduchi bana, ukija unatakiwa uje na adabu iliyonyooka, adabu iliyotulia. Vinginevyo unaweza ukaja huku afu ukajikuta mambo hayaendi sawa. Kifupi inasemekana wataalamu wengi sana huku. Sana. Ni kweli eh? Sana. Sasa ni mambo gani ambayo yanapelekea ukifika huku uweze kukutana na mambo kama hayo? Inategemea na wewe mwenyewe ulivyokuja. Wakuja na mambo yayo kuchakutana nayo. Ndio. Ya ukawakuja na ustaarabu kuchakutana na ustaarabu. Aha. Kwa mfano mambo gani? Kwa mfano mambo gani ambayo ukija huku ndivyo sivyo? Utajikuta unapotea huku. Unajua unavyoingia mtaani kwa watu. Ndio. Ukaja unamienyua nyua kidogo. Kuchakutana na vijogo hizo. Ndio. Unanifahamu? Ndio. Uchiavyo hakuna kuja mtaani kwa watu kwamba kunaingia tu. Ndio. Kwa ninyua slow ya mipango yangu. Mbona na wale watu wanakutazama jabila. Kwa sababu kila mmoja ana jicho lake. Wengine wake saa kona tu wanakutambua huyo kole ukaja vibaya. Kwa hiyo unaona jipanga na mambo yako. Fahamu. Kwa hiyo huku lazima uje na adabu. Lazima uje na adabu. Ila mna wengine roho zao tu wanaweza kukona kuwa mgeni wakachaka kujaribu je mgeni kweli. Maana kule njia nimekumbuka story kwenye Pemba. Ndio. Kwamba kule Pemba huko kwenda kukutana na vijana ambao tayari wakuonesha kwamba iko balaa. Sasa wao wachovu tu wao wakujaribu tu kwa sababu wewe kwenda yako kurudi na yako hawalitaka jambo lolote. Mfahamu? Ndio. Sasa kuna Makunduchi hatuna kisija hizo mara nyingi. Siweka maisha yetu tuyo ya kuwa tukatulia tunavyoishi tunaishi kwa ustaarabu wa mtu anavyokaa. Huku Makunduchi ni kazi gani ambayo vijana wanafanya sana? Sasa kwa vumbu hivi na bodaboda na shughuli za uvuvi vijana hizo harakati zao kubwa sana. Shughuli za uvuvi hizo pikipiki hizo bodaboda, lakini hakuna na kitu kingine vijana wachojiunga vile sasa kama si hivi. Kilimo vipi? Kilimo vijana si vitu vyao sana. Kilimo vijana si mambo yao. Lakini baadhi ya watu kilimo wanafanya. Baadhi ya watu wazee ambao tayari unajua kilimo kinakwenda na family. Ndio. Family kaiwa kunako kilimo basi na wana nao vijana wao nao wachavitisha kunako kilimo. Sawa, basi mwambie mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi kupitia Bantu TV. Wewe unaitwa nani? Unapatikana wapi? Mimi bwana nakuitwa Mudu. Tazama yule pale. Mimi nakuitwa Mudu Muhammad Nuru na ishi Makunduchi na nakutika kijiji cha Makunduchi kinakuitwa Kiongoni. Ba mzee wangu mmoja kana kuitwa Hassan Amere almaarufu Manyonyo. Ndio. Njoo vaituko. Hivi Makunduchi ukitaka kusalimiana mnasalimianaje? Habari. Nzuri, salama. Hivi. Jaje. Jaje. Hii jaje maana yake nini? Oda.
Bwana mimi nakushukuru sana ndugu. Hamna shida. Asante. Ila unilinde bana. Naondoka hapa nisije nikajikuta napotea njiani hapa bana. Hakuna shida. Paga wewe. Asante bwana. Fiki kwa watu wewe. Asante bwana. Haya sawa, asante. Bwana karibu. Shukrani sana. Karibuni. Asante sana bwana. Tu hapo kidogo bwana. Haya bwana. Tunagalea wazee. Sawa sawa. Bwana mimi ndio nimemaliza hivyo. Nimezungumza na bibi yangu pale, lakini pia nimezungumza na ndugu yangu hapa. Yapo mengi ambayo tumejifunza kutoka huku kwenye asili yetu ya Ubantu, kutoka kwenye asili ya Ubantu kabisa. Yapo wale waliojifunza. Kama unaona lipo ambalo limekufaa, basi chukua. Tuendelee tuizunguke Makunduchi kuweza kupata mengine mengi tu ambayo yako kutoka huku kwenye Bantu. Bantu asili, na hii ndio asili yetu, na hapa tuko eneo la Kibantu kabisa kama unavyotuona. Baada ya kutoka kwa Bi Salma, sasa nimekutana na kidume. Wewe unasema unajiita dume, wewe sio dume. Dume niko nalo hapa. Tutapiga story, lakini tutazungumza mengi na kuyafahamu mengi kutoka huku Makunduchi. Mimi ni Master E, endelea kubaki hapo kwenye Bantu TV. Sasa nampa nafasi mzee wangu aweze kujitambulisha yeye ni nani Makunduchi hii, lakini hata sio mbaya akituambia hiki kijiji kinaitwaje. Huyu hapa. Yangu Muhammad Abdalla Hassan, maarufu wangu Dume. Jaligwa Makunduchi, Kanani. Nasoma shule ya Kanani. Ulinitiwa mwaka 1957. Amaliza 1966. Darasa la 8. Aoa mwaka 1966. Leo na mke na wana 10. Naishi shehia ya Kiongoni tuliaka kwa ajili uko tukoja wako nyumbani Vumbo. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa hayati ya Ahmad Karume zikajengwa nyumba za kijiji Makunduchi, ikabidi wazee wa nyumba kila mtu nyumba hana nyumba. Bahati nzuri ni bahati ya kupata nyumba. Hadi leo naishi Majezi shehia ya Kiongoni, bali mjaliwa Kanani. Umri wangu kama sina kosea unafika miaka 80, kasoro kidogo. Huyo ndio dume ambaye umesikia utambulisho wake. Sasa mimi nataka nimuulize swali moja. Bwana wewe, kwa nini waitwa dume? Na kuitwa dume kwa sababu mdoja chukua kwenda wezini alazwa kitandani mama, yani bibi yangu agwa iliyokubwa. Mama yangu akamjua wewe mwanaka abuge uko nyumbani. Alikuja ule mama kumtazama bila mkubwa asina aliana akinganja wakati majino